Halo, mambo vipi? Karibu tena kwa David Wimbi Adventures. Library, you can report everything. Is it the biggest library in Ethiopia? In Ethiopia, in Addis Ababa. Addis Ababa. Yeah. You can stand on the steps. Halo, mambo vipi? Leo nimepanga kuja kufikisha katika hii sehemu ambayo ni sehemu ya library kubwa sana katika jiji la Addis Ababa. Kuna vitabu vingi sana ambavyo vinaelezea historia, masomo na kadhalika. Kwa hivyo kama ni mtu wa kusoma, mtu wa maarifa, unaweza ukaja na ukajifunza mengi tu. Ni bure, lakini kama ni mpenzi wa maarifa, unapenda sana kuongeza maarifa, ndio unaweza ukaja hapa. Kuna vitabu vya aina nyingi sana, vitabu vya kihistoria, vitabu vya masomo, vitabu vya mambo mengi sana. Kwa hivyo usisite, lakini pia mbali na kuwa na library, ni sehemu ambapo watu wanapenda kuja na wapenzi wao au na marafiki zao, wanakaa wanatulia kule, wanaweza kujifunza mambo mengi, wanavuta oxygen na stories zingine zinaendelea. Karibu sana. Najaribu kukupeleka ndani ya jengo tuone kama tutaruhusiwa. Tusiporuhusiwa basi nataka nikuingize moja kwa moja mpaka ndani ya mjengo. You can show the parliament here. You see that one? That one? This one? It's not allowed to take a picture. No problem. I Sure? think. Yeah. Exactly. Yeah. Let me do. I'm technically kind of doing the things like that one. Ilo jengo naona mbele kule na bendera, ile ndio ikulu kubwa ya rais wao hapa nchini Ethiopia katika upande wa Addis Ababa. Yeah. Hao waona hapo mbele ni viongozi wakubwa wa Ethiopia. Huyu wa kwanza ni rais wa Ethiopia, na huyu wa katikati ni waziri mkuu, na huyu wa mwisho mwanamke ni meya. Ila cha kukumbuka ni kwamba waziri mkuu katika nchi ya Ethiopia anakuwa na kazi kubwa sana kuzidi hata rais. Rais ni kama kivuli tu, sio kama nchini kwetu rais anakuwa na sauti kubwa sana. Ngoja tuendelee upande wa juu tuangalie pamoja. Panapendeza, watu wamejaa kweli, pako kimya, watu wanajifunza. Angalia shelves za kuhifadhi vitabu. Hii ni sehemu ya kuhifadhi vitabu vya Kiingereza vinavyohusiana na lugha tu ya Kiingereza na fasihi pia. Panapendeza kwa kweli. Kama ni mpenzi wa vitabu vya sheria ya Uingereza au vya Kiingereza au vya fasihi au vya jiografia, kila aina ya masomo na mambo mengine unaweza kuyapata hapa, kwa sababu wamewekeza kifupi. Unaona watu wamekaa kimya, wanajadili kimya, wengine wanajisomea kimya. Kwa mambo yameenda vizuri sana. Humu ndani hawaruhusu kuweza kuchukua picha katika kila sehemu, na ndio maana nimejikita sana kuweza kuonyesha eneo la vitabu. Wangekuwa na ruhusu, ningeweza kuonyesha jinsi watu walivyokaa kule, lakini si sheria. Kwa hivyo sheria yao hairuhusu. Ni kama vile tu katika maeneo mengi hawaruhusu kuweza kuonyesha. Before it goes to the shelves, people will know what books come and they can find it after a while. Okay. So I know that Steve Jobs. You know him? Yeah, the discoverer of Apple. Really? Yeah. Oh my gosh. I have no idea. Anyway, Katikati ya maktaba wamepanda maua mazuri kweli, maua ya migomba kama nakumbuka vile. Lakini ile eneo unaloliona hapa mbele ni eneo maalum kwa ajili ya mtu kuwasilisha kitabu chake alichokiandika. Unakuta watu wamekaa huku nyuma, lakini pale mbele anaenda mtu anawasilisha kitabu chake, au kama kuna tamasha lolote au tukio lolote au maelekezo yoyote, watu wanakaa huku nyuma na pale mtu anakuepo akielekeza juu ya tafiti yake au chochote kile ambacho that is came from stones. Oh, yeah. This one is they made it, but the copy of that thing they made it here. But okay. it is ancient later here one. This one is Amharic. Amharic and ancient.
Prudential, does it mean Prudential? Prudential. Okay. Can you... Okay, anyway, fine. Kwa usiku ndio maktaba inaonekana kwa namna hiyo. Inapendeza kwa kweli. Jaribu kuonyesha upendo, naomba onyesha upendo kwa kusubscribe, comment, like na kushare na kuendelea kufuatia video zingine. Mungu akubariki.